mchambuzi, jana hapa Tanzania kesi ambayo iko na mkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu ndio imesogezwa mbele. Wakati huo pia jana maamuzi yametolewa na mahakama kuwa amekutwa na kesi ya kujibu, lakini Watanzania ama pamoja na wadau wengine walifikiria kwamba jana maamuzi yangetolewa kuachiwa huru mwenyekiti wa chama cha demokrasia. Je, tunarudi kwenu wenyewe kama wachambuzi, pengine hali ya upepo mnaonaje wa kisiasa nchini Tanzania? Kwa kweli hali ya upepo nchini Tanzania kwa sasa hivi imekuwa sio mfumo tuliozoea wa kidemokrasia. Kwa sababu si chama tawala, si chama pinzani, sio viongozi, sio nani, kumekuepo na hakuna kitu kinaitwa separation power. Kwa hiyo kila mtu amekuwa ni mzungumzaji, hakuna separation power kwamba kiongozi ni nani, ni msemaji ni nani. Sasa tukirudi kwa mjibu wa hicho ulichokuuliza, ile siasa imekuwa inaingilia mihimili. Kwa sababu kumbuka mahakama ni muhimili ambao una maamuzi yake ya mwisho, na mahakama ndio chombo cha mwisho kutoa haki nchi. Sasa kama serikali imefikia hatua inaipangia mahakama, tayari kunakuwa hakuna mashiko. Lakini wakati huo tunarudi pengine tukufahamu, mwenyekiti wa chama amekaa kwa siku zaidi ya 300 ndani ya mahabusu ama ndani ya gereza. Pengine tunarudi kwenye haki za kibinadamu na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu. Pengine hili wao unadhani analionaje? Ndugu mtangazaji, tukirudi, unajua katika mifumo ya haki za kibinadamu, kwa mfano tukizungumzia haki za kibinadamu, kumbuka Tanzania ni mwanachama wa kudumu wa Baraza la Kudumu la Haki za Kibinadamu aliyejiunga mwaka 1945. Sasa tunapokuja kuangalia haki za kibinadamu, je, sheria ya nchi yenyewe inasemaje? Na ndio maana nikazungumza awali kwamba hili jambo limeshafikiwa kwenye mgogoro ambao ni wa kisiasa, kwa sababu tayari mahakama imeshindwa kufanya kazi yake, imejaribu kuingiliwa. Kwa hiyo tayari kama ulivyozungumza, ukiukaji wa haki za kibinadamu umekuwa ukikeuka. Sasa tunashindwa kuelewa kwamba majukumu ya mahakama ni yapi. Ndio. Okay, na pengine tupate kufahamu kuhusiana na katiba. Wengi wamezungumzia katiba, lakini nani mwenye jukumu la kurekebisha katiba? Unajua ndugu mtangazaji, mimi na kwa mapendekezo yangu muhimu, ndio katiba sio changamoto. Katiba tunachoangalia sisi, tunatakiwa kwamba serikali iliyoko madarakani inathamini vipi viongozi wake au wananchi wake. Kwa sababu tukiangalia kwenye katiba, kuna haki ya kiraia na kisiasa, kuna haki ya kiujumla, haki na faragha ya mtu, kuna haki ya kiraia na kisiasa, kuna haki ya kiuchumi na kijamii na kiutamaduni, na hizi sheria zote tunazikuta kwenye sheria ya haki za kibinadamu. Sasa tukija kwamba watu wanaodai katiba kwamba wanahitaji katiba mpya sio suluhisho. Suluhisho ni mfumo uliopo ndani ya serikali na taasisi zetu. Kwa sababu ukiangalia katiba ya mwaka 1977 haina tatizo lolote, lakini shida ni viongozi walioko madarakani. Kwa sababu katiba haizungumzi, katiba ilishaweka mwongozo. Sasa tunadai katiba, sheria za mahakama ziko wazi. Sasa kama mahakama yenyewe imeingiliwa, tunategemea katiba itashindwa kudalili. Okay, hapo mchambuzi, ni kukatize kidogo. Tumeshuhudia aliyewahi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bila shaka alikuwa Benjamin Mkapa. Kuna moja ya nchi, japo nimeisahau kidogo, imenitoka, Senegal, Italia, umenikumbusha, asante sana. Italia, miongoni mwa kiongozi mmoja wa Italia huko alimtaja rais Mkapa kuwa shahidi katika kesi yake, na alifika mahakamani kama kutoa ushahidi. Lakini jana mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema nchini Tanzania amemtaja rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa rais, aliyewahi kuwa makamu wa rais Philip Isidori Mpango, pamoja na aliyekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Kassim Majaliwa kufika katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam kuja kutoa ushahidi juu ya kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti. Lakini baada ya ombi hilo la mwenyekiti Lissu, lakini pia DPP ametoa maelekezo kuwa
hilo lipuuzwe litupiliwe mbali maombi ya Lissu. Pengine hii hali vipi imekaeje, na ukilinganisha rais Wekwetu mstaafu alishapitishwa kwenye kikombe hicho kwa Italia, kwa nini Tanzania amezuiliwa viongozi wa serikali kwenda kushiriki? Ndugu mtangazaji, naomba nikueleze kitu kimoja kama nilivyozungumza. Shida ni mfumo uliomo ndani ya serikali. Kwa sababu tukirejea kwenye mfumo wa Rais Mkapa wakati wa utawala wake kuhusiana na serikali ya Tanzania kununua jengo nchini Italia. Naam. Wakati huo Profesa Hayati Maharu aliyekuwa ni waziri mkuu wa chuo kikuu ya Sauti alishtakiwa kwa kesi hiyo wakati huo. Lakini Mheshimiwa Mkapa aliitwa katika mahakama. Alivyoitwa alitii sheria, kwa sababu tunasema katika sheria zetu za nchi kwamba hakuna mtu aliyejua sheria, kuanzia kiongozi yote, mimili yote ndio inakuwa na mamlaka. Sasa kama rais ameshindwa kufuata utaratibu huu, na tukiangalia huko nyuma marais wengine waliotangulia waliokufuata na kutii sheria, ndio maana nikakwambia shida ni mfumo wa uongozi ulioko ndani, na ndio maana nikakwambia swala la katiba mpya sio suluhisho. Suluhisho la taifa tunataka viongozi watakaoingia wawe na uzalendo kwa mapenzi ya watu, kwamba anaingia kutetea maslahi ya taifa na sio maslahi binafsi. Sasa kama haya yanatendeka hivi leo hii, je, kwa katiba itakuwa ni nani? Na katiba imeanza leo, tumeanza mchakato wa mapendekezo ya katiba, tumeanza rasimu katiba mpya, mpaka hivi sasa kuna majibu yoyote, na pengine ni propaganda za kisiasa. Asante sana mchambuzi Mikaeli Kabugu Maganyi, mchambuzi wa siasa za kimataifa, lakini leo tumekurejesha hapa nyumbani Tanzania.